ile naweza omba kwa serikali, hii haki ya mtoto wangu ifuatiliwe ili nipate kusaidiwa, sababu hii ni uchungu. Kama serikali inaweza puuza vitu kaa hizi na watoto wetu wakikufa hivi kiholela holela, naomba serikali ingilie kati nipate ukweli wa mtoto wangu. Jambo la pili, tunaomba serikali iweze kuweka mikakati za ulinzi, kwa sababu mauaji haya yanalenga wasichana, yanalenga vijana, yanalenga watu wasiokuwa na hatia. Majambazi wamekuwa ni wengi katika nchi yetu hii. Hatuelewi ni kwa sababu gani, lakini tunaomba serikali iweze kuweka ulinzi wake, kwa sababu lazima wawe wawe na namna ya kujua kama kitu kinakwenda kufanyika au la, ndio waweze kutuwekea ulinzi yetu kama kanisa pamoja na serikali, tuweze kushikana ndiposa tuweze ku safeguard our youths, because tunapoendelea na mauaji ya youths hivi, serikali yetu itakosa vijana hapo siku za usoni. Na mauaji mengi ambayo yanatendeka yanatupatia wasiwasi na maswali mingi. Kwa mfano, hii leo tunamzika kijana huyu ambaye aliuliwa na bunduki. So tunashangaa silaha hizi wanazipata wapi? Tunaweza sema ni serikali yetu inachangia, ama kama si serikali yetu inachangia, ni wapi silaha hizi ambazo zinatumika kwa ajili ya kuua vijana wetu zinapatikana, ni mahali wapi? Nasema sijajua venye majambazi wanapata risasi mingi hivyo mpaka wanaweza. Huyu kijana ni kijana mdogo sana. Ni kijana mdogo sana, 22 years. Ni sana kuna mtu kama huyo anapigwa risasi 5 kwa sababu ya simu. Si kitu mzuri. Na mambo ya mauaji imekuwa ikiendelea saa hizi kwa nchi yetu. Watu wanakatwa, watu wanapigwa risasi. Tunashangaa majambazi wanatoa risasi wapi? Wanapataje idhini ya kukua na bunduki? Assalamu alaykum.